Dala, maji makali. Selemani ndugu yangu, maji makali. Lakini si habangala utundu na roho zetu. Riziki atoaye Mungu. Kweli baba. Kilichopatikana ni hicho. Tafanyaje? Nakusikiliza wewe bwana, wewe ndo nahoza. Mimi naona bora tuchukue makwetu ile tukapeleke ngalo kitoe. Wewe sasa kama unachukua wako unapeleka kwako na unaenda kumpa mkeo, nenda. Wangu mimi naenda kuuza jioni super kongoro. Kongoro live bill nauza bwana. Selemani mimi nakujua ndugu yangu. Changwa. Hao nchangu. Ndugu yangu mimi nakujua, wewe ubalehe. Huna nketi. Mimi na mke wangu wacha nikapeleke. Wafungwe tuwagawe. Mfuko. Mke wangu? Mke wangu? Mume wangu. Kwa hiyo mimi nafungua mlango, napita hapa, nakuita zaidi ya mara 2 hunisikii. Nisamehe jamani, mume wangu sikukusikia. Anajua hujanisikia. Wafikiria nini? Niko sawa. Vipi za huko? Aza huko ni nzuri. Wawaza nini kwanza? Siwazi kitu bana, leti nikupokee basi. Uko sawa na kuita zaidi ya mara 2 hujanisikia? Niko sawa mpenzi. Upo sawa, nidanganya. Nipo sawa, si unaniona hivi? Mimi naingia hapa ndani mpaka nafika hapa na kuita hapa mara 2. Alafu niambia uko sawa? Usijali. Twende basi ndani. Haya. Chakula kwangu kitamu kweli kweli. Mashallah kwa kupika. Mke wangu? Mke wangu? Wawaza nini? Kuleta chakula hapa tule. Nishapiga tonge 3 hizi. Hujateta tonge moja kwenye mdomo. Wawaza nini? Unajua ili swala la mtoto linanitatiza sana. Yaani mpaka hichi chakula nahisi akipiti rohoni mwangu. Yaani kila nikikaa nafikiria nashindwa, sijui nifanye nini. Mke wangu, swala la mtoto halikutatizi peke yao. Swala la mtoto la tutatiza zote wawili. Maana si wewe, si mie. Hakuna hata mmoja mwenye hakika kama mni nzima kwa mweziwe. Tafahamiana? Kwa hiyo usiache kula ukajitia mawazo kwa swala la mtoto. Wewe hujui tu. Yaani lakini sisi wanawake linapotokezea swala kama hili linakuwa linatuumiza sana. Yaani sana. Yaani wewe unaweza ukachukulia tu rahisi, lakini
Kiukweli mimi sina amani kabisa, yaani sina amani. Mke wangu, suala la uzazi halina mtu mke wala mtu mume. Mtoto ni furaha ya ndoa. Kama mtoto hajapatikana kwenye familia ama kwenye ndoa, basi hakuna hata mmoja mwenye furaha, si mwanamke si mwanamume. Kwa huna haja ya kujitia mawazo kwenye jambo hili. Tufahamiana? Na usione labda mimi nakaa kimya au labda sikwambii kitu, na mimi naumia. Na ndio maana ukaona usiku wa kucha mimi silali. Na maabudu Mwenyezi Mungu kwa kusoma Qur'ani na kuswali sunna, ili mradi atufanyie pesi kwenye hili jambo. Na mimi laniumiza, lakini najikaza huku namuomba Mungu kwa sababu yeye ndo mtoa riziki. Nimekuelewa mume wangu. Abdalla, vipi? Mbona huku Yaani toka nimekuja kwanza tumekutafuta kote huko, kumbe umekaa huku peke yako rafiki yangu. Eti muda huo tunataka tuenze tu makazini, maji ashajayo. Selemani ndugu yangu, wewe acha. Wajua Selemani, mimi na muda mrefu sana katika ndoa mimi na shemegi. Lakini tuna changamoto ya kupata mtoto. Hii hali ninayopitia ishamfanya mpaka mke wangu hata kula hawezi. Muda wote kanikuwa ni mtu wa mawazo, si wa kula si wa kunywa. Sijui hata mfanye nini. Sasa Abdalla, jambo kama hilo ni la kukaa chini ukamuomba Mungu. Usichoke kumuomba Mungu. Ushanifahamu Abdalla? Usichoke kumuomba Mungu kwa sababu kuna watu wamekaa miaka na miaka. Baadaye hawajakata tamaa. Mwishoni wamekuja kupata mtoto. Ushanifahamu? Omba Mungu. Ushanifahamu? Tenga muda, omba Mungu, swali kwa wakati, mtoto utapata Abdalla. Selemani ndugu yangu, hii hali wewe huwezi kuijua kwa sababu bado hujaingia kwenye ndoa. Lakini mimi najiona kama nazalilika. Napitia wakati mgumu sana nikimwona mke wangu apata shida kama vile. Ndio maana muda wote anaona anajitenga peke yangu. Sasa hivyo kikaa huku peke yako sisi wakati nakutafuta kinaweza kikakutokezea kitu chochote. Unaweza ukagongwa na kitu ukaanguka chini, sisi hatujui uko wapi. Na wewe ndo nahodha tunakutegemea. Abdalla, muda bwana huo, amka. Inshallah Mungu atakujalia utapata mtoto. Jitahidi, fanya ibada kwa nguvu, wewe ndo nahodha. Sasa ukiwa na stress utakuja kusababisha jahazi lijiunge na mwamba, tumeisha. Inuka tuenzetu kule, nyamaza bosi wangu. Inshallah Mungu akijalia mambo yatakuwa fresh hayo. Tuenzetu. Karibu jamani mfia yangu. Karibu jamani mfia yangu. We huna haya? Huna haya wala hujui vibaya, na mwenye haya umunda nisijiranio kama kila siku asubuhi ukianka ukinisalimia na wewe utapata 2. Haya, wanikaribisha kwa lipi geni? Nililokuwa sijawahi kuliona hata siku moja umundani. Maana nikija ni wewe na kuosha vyombo, kukaa kitako ukanyosha miguu, kupika ukalaki na ukijaza choo. Hilo ndo ulijualo, lakini huna jengine lolote ulijualo zaidi ya kula na kujaza choo. Wifi yangu mimi sijakuelewa. Kwani kuna tatizo lolote nimekosea? Waniuliza kosa? Kosa hulijui wewe? Yule kakaangu kankuja kuoa ili humunda ni unjazie familia, lakini hajaja kuoa kwamba humunda ni uje kina ukinjazia choo kama ujazaji wa choo uko nje wanja tele. Saizi alikuwa kanenepa ni mtu na halie, lakini kuna mtoa mifupa kama ng'ombe wa gari.
Inkuwa kila siku yako kulete masamaki manene ule kina ukishiba. Saizi sasa nakuwa wanchuna tu. Sasa sikiliza nikwambie. Nitakacho mie hapa, mie hasa nikitakacho. Basi nataka nikija mambo mawili. Aidha nikukute una kitumbo au nikukute mtoto kalala pale. Fisadi mmoja wewe. Salma, vipi? Safi, habari yako? Salama tu shoga yangu, karibu. Asante. Karibu tukae. Vipi? Safi, mbona kama unaonekana hauko sawa? Unaonekana kama unaumwa. Mimi niko sawa Salma. Hauko sawa shoga yangu. Ni maana nimekutana na wifi yako hapo njiani. Amenipiga kikumbo hicho. Utadhani tuna ugomvi yani. Na natumaini atakuwa ametokea humu ndani. Alikuja hapa, nilikuwa naosha zangu vyombo pale. Amekuja ameongea maneno ya shombo. Amenichamba. Yaani mpaka kuna muda nilikuwa nataka ardhi ipasuke nipate sehemu ya kujificha. Yaani kaongea maneno mpaka nikahisi ananidhalilisha. Sikuwa na la kumjibu. Inaonekana wifi yako ana roho mbaya sana. Maana alivyonipiga kikumbo, utadhani tuna ugomvi. Shida yake ni nini kwani? Shida ni mtoto. Wanataka niwazalie mtoto. Kwa hiyo amekuja ameongea, sijui kazi yako kula, unajaza choo, sijui kakaangu unamkondesha, sijui wewe unajinenepesha lakini kuzaa huzai, yani hata simuelewi. Pole sana rafiki yangu. Najua unachopitia. Najua maumivu ambayo unapitia. Ila naomba nikushauri kitu. Kuna sehemu naomba nikupeleke. Sehemu gani? Kwa mganga. Kwa mganga? Ndio Zulfa. Wewe unaona hiyo hali unapitia ni sawa? Unadhani wifi yako anapokuja kukutukana, kukuongelea vibaya, unadhani ni vizuri? Salma, unajua mimi mambo ya waganga sijazoea kabisa. Zulfa, unafurahi kubaki na hiyo hali na kupeleka kwa mtu ambaye mimi mwenyewe pia nimeshuhudia watu wanafanikiwa kutoka kwake. Kwa hiyo natumaini kabisa utafanikiwa rafiki yangu. Hiyo hali sio nzuri. Sawa. Kama una uhakika nitafanikiwa, basi naomba unipeleke tafadhali. Limeisha hilo. Haina shida. Wakataka ulikuwa huna mikono. Lengolo tule saa ngapi? Dada naye ushaanza sasa. Halafu leo ninakwenda kwa kaka. Lakini bahati nzuri sijankuta. Ninamkuta mkewe. Nanchamba huyo. Nansema. Nansimanga. Na hakika akiondoka pale tu lazima kwanza katafute maji yaoge. Dada tuwaache. Taendelea kuwafuatilia mpaka lini wale ni wanandoa. Wewe na wewe ni wale wale. Mimi nikifikiria una akili. Yaani nakwambia haya, utaniambia labda kesho ukenda naambia twende shirika tukanchape pamoja. Uende naambia niachane nao. Hivi, wewe wafikiria yule tusiponchamba, tusiponsema, tusiponsimanga atakaza? Maana afikiria mwaka wangapi hutokea wale kaka yetu. Wenziwe wote kaka hapa walioa pamoja wote. Kila mtu ana familia yake. Yule ana watoto 3, yule ana 2, aliyeko basi ana mmoja lakini anaye. Yeye kankaa pale hana alifanyalo zaidi ya kula na kunenepeana.
Lazima unseme. Mimi nitaka hapa kesho kutwa na mimi niitwe shangazi au mpaka nife. Au wewe hutaki kuitwa shangazi? Nataka kuitwa shangazi. Hila dada. Ya Mungu mengi. Mimi wale siwachi. Tena siwachi. Na nitaka nsema mpaka nihakikishe hapa aleta mtoto. Hilo ndo lengo langu. Sikokuwa nasema kwa lengo baya. Mke wangu? Zulfa, mke wangu? Haya, kushukua nini hata unalia sasa hivi? Ninaumia. Nahisi moyo wangu una maumivu. Kipi kinachokuumiza mke wangu? Unajua, mimi sio naipanga kupata mtoto, sio mimi. Na sio kama mimi sitamani kupata mtoto. Natamani. Na kila siku nakuwa namwomba Mungu anijalie na mimi nipate mtoto. Lakini hisi muda wangu bado. Unajua, mdogo wako leo alikuja, aliniambia maneno yameniumiza moyo. Yanauma. Zulfa, mke wangu, mimi najua anayepanga kupata mtoto si wewe, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Nao ndugu yangu kuja hapa kukutolea wewe maneno machafu ya kejeli, kukufedhuli na kukwambia kwamba wewe wajazacho huna chengine, niachia mimi mwenyewe, kwa sababu kama ncho unachokijaza kukulisha na kulisha mie, kukuvisha na kuvisha mie, hajawahi kuganya mtu hata tongee moja. Na usione kimya, labda ukaona mimi hili jambo usijali nalipuuzia. Hili jambo mimi laniumiza ndani ya moyo. Ndio maana ukaona usiku wote usijala la mie. Namuomba Mwenyezi Mungu kupitia hichi kitabu chake alichoahidi kwamba mkiniomba kupitia Qur'ani, basi na mie nitawapa. Na Mwenyezi Mungu kanisema katika kitabu hichi cha Qur'ani kama yeye ndo anayetoa mtoto, si mganga, si binadamu, si jini, wala si mtu yoyote. Ongea na mdogo wako. Nakuomba. Ongea naye. Mimi naamini upo wakati utafika, utapata tu mtoto. Mke wangu, hebu nyamaza. Nyamaza mke wangu. Hapo mzika. Wewe nyamaza. Nyamaza. Nyamaza mke wangu. Hapo mzika. Ipo siku atakusha hayo. Kaka huyo. Kaka na bungo. Shikamoo. Marahaba. Mbona kunisimamia hivyo kama ng'ombe nkali? Wataka mfanye nini kaka kitako? Nana kunisimamia kama ng'ombe nkali na si kawaida yo. Naomba nisikiliza. Usijitoe nshipa fahamu. Ukayapoteza hayo uliyofanya, yani ukajifanya kama kuna mambo uliyofanya huyajui tena. Nafanya nini? Hukijui ulichokifanya.
Nafanya nini? Usinifunge. Hebu nataka unieleze kwa kina, unifahamishe vizuri sana kilichokufanya ukatoka hapa Ngumo Singupili mpaka kwangu, ukankuta mke wangu kankaa kitako, ukaanza kuntukana, kunkashifu, ukamwambia Hazai kazi yenu ni kujaza choo, sijui ni kula samaki wanene, kanifanya mpaka mie ninakonda kama ng'ombe wa kutua gari, ni sijui kitu gani. Kipi kilichokufanya ukaja ukantukana mke wangu? Sikiliza kakangu, nikwambie. Mie kweli ninatoka hapa ninakwenda kwa mkeo. Lakini sienda nitukana. Mie ninakwenda mwambia ukweli, kwani kuna lipi nililomwambia la uongo? Mie ninamwambia kweli Hazai. Hilo kweli ninamwambia, lakini hayo mengine kanaongeza yeye. Sijui kuala samaki wanene, kankufanya wewe kama ng'ombe wa gari. Hayo kanaongeza yeye. Na lengole hasa atugombanishe mimi na wewe. Kwa sababu kashaona kwenye familia yetu twapendana. Ni nafiki yule. Naomba nisikiliza vizuri sana nikwambie. Mie mke wangu nanjua. Kama wewe ulitoka hapo kwenda kumwambia maneno mazuri, yule angalinambia, hajapo kundanganya mtu. Yale alionambia ndiyo alomwambia wewe. Nawe ndugu yangu, kwani wewe huna akili? Kama yule ukinsema kama Hazai, sasa ndio alonambia mie. Au umejua kama mie kaka yenu yule labda mimi naweza kunitia mtu mimba. Habari ya familia yangu niachiani mie mwenyewe, ndugu hamuhusiki. Kama mke wangu Hazai, hilo ni jukumu langu mie, si lenu. Sitaki ingiliwa kwenye familia yangu. Yule ni mke wangu, si wenu. Hakuna aliyesaidia mahari ye. Tufahamiana? Naomba unachokitafuta, wataka nionekane humu kwenye familia kama mimi ni mtovu wa adabu hivi? Sikupendi. Wataka nionekane sina heshima? Lakini nakwambia vipi? Tabia yako ulioianzisha, udugu utakufa huu. Wataka vunja udugu? Sitaki vunja udugu tu, na uko nitauvunja. Uko mawe. Uko ulikofika sasa mbali. Wataka vunja uko kwa sababu ya mwanamke? Kana mpa nini hasa huyu?